Karibuni watazamaji wetu wa siku ya leo katika kipindi yetu ya Wimenye ama Ujijue. Karibu ili tukaweze kuendelea katika safari moja tukiwa pamoja na wewe na pamoja na mwenzangu Wanjiko. Wanjiko, karibu sana, kaweze kusalimia wenzangu watazamaji wetu ili tukaweze kuenda pamoja. Karibu. Hamjaboni watazamaji wetu, na wasalimu katika jina la Bwana. Msikiwe mkiwa huru, msikie mkiwa nyumbani, na Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana Wanjiko kukaribisha watazamaji wetu. Kwa hivyo siku ya leo tutaenda kufungua kwa maombi ili tukaweze kukaribisha Mungu katika safari hii yetu ya siku ya leo ama katika kipindi yetu ya siku ya leo. Na tuamini na tuombe. Wanjiko. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa kuwa hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu aliye na hekima na rehema zote, kwa kuwa Mungu unatupenda na unatujali. Tazama Mungu wetu, wakati tulikopokuwa hapa siku ya Jumapili iliyopita, Mungu wetu tulikuomba, tukakwambia Bwana, ukitufikisha siku ya leo tutazidi kukuinua jina lako na tutazidi Bwana wa mabwana na hata kulinua wema wako Jehova. Ndio maana tuko mahali hapa Bwana tukisema asante, na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Mungu, anza nasi na endelea nasi mpaka mahali tutakapo Bwana kufika tamati ya siku ya leo. Mungu ukuwe pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Amen. Kwa hivyo watazamaji wetu, karibu sana ili tukaweze kusikia neno la Mwenyezi Mungu linataka kutufunza anje siku hii ya leo. Kwa kuwa Wanjiko, bila neno yani ni kama hakuna dunia, sababu neno ndio linatuongozanga kuishi, ama bila neno hakuna imani, sababu imani ndio inatuongozanga ili tukaweza kufika hatua mbele ama kufikisha kesho, sababu bila imani tunakaanga kama watu wako kwa giza. Tuseme ni kama watu wako kwa nyumba, hawana taa, hawana stima, lakini wanakaa tu. Lakini wakati tunapoenda kusoma neno la Mwenyezi Mungu, tunapatanga kuna kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuandalia. Kwa hivyo tunakuomba ukaweze kutusomea ili tukaweze kuendelea. Wanjiko. Msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu, neno la siku la leo linatoka katika kitabu cha Isaia 40 kuanzia hapo 3 na kuendelea. Wacha tusikie neno la Mwenyezi Mungu vile linataka kutufunza. Isaia 40 kuanzia hapo 3. Hatisikiliza ni sauti ya mtu aliye itengenezeni nyikani njia ya Bwana. Nyosheni jangwani njia kuu ya Mungu wetu. 4. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitachuchwa. Palipo potoka patakuwa pamenyoka, na palipo paluza patasawasishwa. 5. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. 6. Sikilizeni ni sauti ya mtu asemaye, lia nikasema, nilie nini? Wote wenye mwili ni majani, na wema wake wote kama ua la kodeni. 7. Majani yakauka au la nyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake, lakini watu hawa ni majani. 8. Majani yakauka au la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. 9. Wenye uhubirie Sayuni bali habari njema, panda juu ya mlima mrefu. Wewe uhubirie Yerusalemu habari njema, pasa sauti kwa nguvu, pasa sauti yako usiogope. 10.
tazama Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakao mtawalia. Tazameni, thawabu yake i pamoja naye, na ijala yake i mbele zake. 11. Atalilisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wanakondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyeshao atawaongoza pole pole. Mtazamaji wetu, neno linataka kutufunza aje? Ama neno linatuambia aje asubuhi njema ya siku ya leo? Ati hii ni sauti ya Bwana. Hii ni sauti ya Bwana. Inatuambia aje? Ati tunyoshe njia ya Bwana jangwani. Ati upase sauti. Wewe unayopasa sauti, wewe unayopewa, wewe unayepewa, umepewa hiyo kipawe ya uhubiri. Pasa sauti yako, hubiria watu, usiogope chochote. Maana neno linatuambia ya kwamba atakapokuja atasanya kondoo, atasanya kondoo. Wana kondoo ni wagani? Atasanya wale wabaye wameokoka, wale watu wake. Wale watu wake ni wagani? Ni wale watu wabaye wameokoka, wanayeamini Mwenyezi Mungu, wanayetangaza neno la Mwenyezi Mungu bila kuogopa. Kutangaza neno la Mwenyezi Mungu ni njia mingi nyaga. Unaweza kuwa ukienda ukiongea habari za Mwenyezi Mungu. Unaweza enda kuwa ukiongea hata kuiba nyaga. Unaweza kuwa unapitia kuiba. Unapea watu habari njema ya Mwenyezi Mungu kupitia uibaji. Unaweza kuwa unaenda ukipitia unaweza enda ukiwa unapea watu neno la Mwenyezi Mungu, unahubiri. Wewe pia unaenda ukieneza injili mahali popote. Unaenda ukihubiria watu kwa magari, kwa makanisa, wapi. Hiyo ni kueneza injili ya Mwenyezi Mungu. Unaweza enda kuwa nyaga, unakuta watu unawaongelesha kwa utaratibu, unawapea habari ya Mwenyezi Mungu, unawapea ile njia watu wanastahili kupitia. Unajua ukisikiliza hili neno vizuri, ama ukitazama hili neno vizuri, ni kama linaongelea kuhusu hii maisha ambayo tunaishi sababu watu wengi wanaona ni kama wamefika, bali tumeambiwa katika neno la Mwenyezi Mungu hii miili yetu inakaa ni kama maua ama majani yakauka, ama yanyauka. Asubuhi unapotanga inameremeta, lakini jua ikifika jioni pale inakuanga ile maua inakuanga imelala sababu haina uhai tena. Bali hii miili yetu inakuanga namna hiyo Wanjiko, sababu anasema hii siku anasema tazama pale jangwani kama kutakuwa na mlima itakuwa yote imewekwa chini. Kama mahali unaweza kanyaga usikie kama unaweza Teresa pale unaweza ingia na huko chini atapatakuwa pamenyooshwa. Wakati Mwenyezi Mungu atakapokuja, ndio maana unasikia tukiambiwa tutengeneze njia jangwani. Tukae ile njia ambayo inastahili. Sababu hii miili yetu ni anytime any day. Wanjiko, by the way, hebu tazama siku hizi nyaga, tunaweza lala na wewe usikie Wanjiko kesho, na tuliongea na wewe jana usikie Wanjiko kesho hayuko. Tunaweza kuwa tunaandamana na wewe Wanjiko, kama saa hizi tuna matanga ya fadhaini ametuacha. Lakini unajua sasa kuna ile wakati alikuwa hapa, lakini sasa hayuko Wanjiko. Sasa hayuko, lakini wewe ambaye umeachwa, je, umeachwa ukiwa namna gani Wanjiko? Mimi ambayo nimeachwa kama ninatengeneza njia kweli? Hata swali ile kuu sana nyaga, niulize msikilizaji wetu, wewe jisunguse kama wewe utakuwa mwanakondoo ama utakuwa mbuzi. Maana unasikia neno linatuambia ya kwamba ati Mwenyezi Mungu atakapokuja atasanya wanakondoo wake, awaeke kwa mkono yake, arudi awaeke kwa kifua yake ili atakapokuwa anawaongoza wanakondoo wake, hakuna yule kondoo atatoka kwa njia. Unajua Wanjiko, hata watafuata sheria ya Mwenyezi Mungu. Wacha hivi, ili mtumeandiko mbiwa katika neno la Mwenyezi Mungu ati kondoo wangu wanasikia sauti yangu.
Kwa hivyo Yesu Kristo akisema tu wewe ambayo ni wa Yesu Kristo nafaa kumfuata. Sasa unajua sauti ya Mungu inasema namna gani? Lakini wengi wetu tumekuja kwa sauti ya sisi wenyewe Wanjiko. Tunajiongoza. Hebu kumbuka wewe wakati utakapokuwa unajiongoza, wewe utakuwa mwanabuzi. Wacha nikwambie Nyaga. Hebu hata ukichunga buzi na kondoo mahali pamoja, wakati buzi wanapokuwa wanaendelea kukula, unaonaga kondoo wanatulia mahali wamepelekwa na mchungaji. Lakini unaonaga buzi amekimbia, anataka kuingia kwa shamba ya mwenyewe, anataka kwenda pale kuumauma, ndio huyo amekimbia pale amerukia yule mwingine. Maana buzi hawajuagi kutulia. Hawajuagi kutulia, lakini wanakondoo wanakuaga wametulia. Hivyo ndivyo tu tulivyo hata sisi wanadamu. Wakati wewe unapokuwa unatagataga, unaenda njia yenye stahili, hebu jua wewe ni mwanabuzi. Lakini wakati unaopitia njia za Mwenyezi Mungu, wewe ni mwanakondoo. Ni kondoo. Hebu jiulize uko kwa njia gani? Na sijui mbona Yesu Kristo yani hii neno linasema mambo ya kondoo na mbuzi. Sababu kondoo by the way ukiangalia Wanjiko katika wale ambao wanalisha nini wanafuga kondoo huko, wao wakaangi kondoo nyuma, wanaongozanga kondoo nazo zinawafuata. Kondoo ukipita katikati ya kondoo kwa barabara nazo zinakufuata tu. Sababu inajua huyu ndiye mchungaji wetu. Lakini mbuzi, hebu iongoze. Hebu nikwambie kitu moja. Unaona kondoo wakati zinakuja, uweke muti hivi, kondoo ya kwanza iruke. Hata uondoe muti, zote zitakuja kama zimeruka. Zinaruka. Zinafuata ile ya kwanza ile yenye nimeokoza bila inaenda. Yaani ikipiga kona hata kama itapitia katikati ya shamba, isinapitia tu. Sababu yani ni kitu tulivu, yani imeumbwa hivyo Wanjiko. Na sisi tunafananishwa na wale kondoo, wale watu ambao wameokoka, wanafuata sheria za Mwenyezi Mungu. Wakifuata sheria za Mwenyezi Mungu, yule mwenye ametuongoza ni Yesu Kristo. Amefuata sheria za Mwenyezi Mungu, sheria za baba yake. Na sisi tufuate sheria za Yesu, zile ambazo amefuata. Na tutakuwa wakuu hata wakati Mwenyezi Mungu atakaporudi. Tutakuwa wakujua. Tunasikia sauti yake. Tutakuwa wakwenda kupata taji ya uzima wa milele. Kweli, na ndio sababu unapata tunaambiwa Wanjiko, wale ambao watarara wakiwa wanajua njia za Mwenyezi Mungu, akiwa anafuata njia za Mwenyezi Mungu, ndio watakuwa wa kwanza kufufuliwa. Unajua wakati atarudi, neno la Mwenyezi Mungu linatuambiaga ya kwamba atapiga tarumbeta. Yeyote atakayelala akiwa katika jina la Mwenyezi Mungu, imagine atasikia ile sauti ya tarumbeta wakati Yesu atapiga tarumbeta, wakati Mwenyezi Mungu baba ya Yesu atapiga tarumbeta. Imagine utasikia hiyo sauti jamaa. Alafu anasema wale ambao watakuwa hai watageuzwa. Wewe utakuwa wa kugeuzwa ama wa kukaa tu. Unajua kugeuzwa Wanjiko, wengine wanafikiria ni kama vile mnageuzanga chapo. Mimi naomba Mwenyezi Mungu wakati huo utakapofika, nikuwe ndani ya Mwenyezi Mungu. Nikuwe mmoja wa kukua mwana kondoo. Lakini unajua Wanjiko shinda ni ujui ni lini. Hata kama tunaambiwa ya kwamba mtazamaji wetu neno linatuambianga ya kwamba wakati Mwenyezi Mungu atakapokuja, atakuja kama mwizi Nyaga. Hakuna yule atakayejua, lakini atapiga tarumbeta wenye watakuwa ndani ya Yesu. Ndio nasemaje Wanjiko? Ndio nasemaje Wanjiko? Sikatai, ndio naambia mtazamaji wetu, sababu njui siku wala saa. Siku na saa ni za Mwenyezi Mungu. Sababu njui siku wala saa, kaa katika zile njia ambazo zinastahili. Hii miri ni ya muda tu. Hii miri ni hema Wanjiko, tuliambiwa ni kama jani. Hema. Ati jani la kauka wala la nyauka. Ebu fikiria hiyo maneno ndani yako, uone wewe ni kama jani. Ndio nasema pia ni kama hema. Hema kama saa hii Wanjiko tuko na maombolezi, kuna hema imewekwa pale. Lakini wakati tutapomaliza ile mambo na maombolezi na kuzika mwenda zake, utapata ile hema imeondolewa mahali pale, haitakuwa hema. Hii miili yetu ina namna hiyo. Kwa hivyo inastahili ujue ya kwamba wewe ni wa muda. Na
Kama umepewa hiyo muda, umepewa Wanjiku kama ile tumepewa hapa, tumia vizuri. Na washa niambie mtazamaji wetu kitu kingine. Ati wewe ambaye umekaa miaka 40 na mtoto azaliwe na akae siku moja. Imagine kwa Mwenyezi Mungu nyinyi ni kitu moja. Nyaka unaamini hivi? Nyinyi ni kitu moja. Ile itakuwa tofauti Wanjiku. Ile itakuwa tofauti Wanjiku. Ni kuwa huyu mtoto hajafika ile wakati wa kujua mabaya na mazuri. Unaelewa? Lakini huyu amefika 50, anafaa kwanza ajichunguze sana. Alikuwa anapitia zile ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa anastahili. Hiyo tu ndio itakuwa tofauti, sababu ndio kuzaliwa, tulizaliwa hakuna tofauti. Lakini mimi kama mahali nimefika, nafaa kwenda zile njia zile ambazo Mwenyezi Mungu, mtoto yule anaambia ni kama malaika. Kwa hivyo hajui mtoto ambaye hajajua mabaya na mazuri, huyo unajua ni malaika. Lakini huyu ambaye ameanza kujua nikigonga fulani, nikienda uzinzi nitafanya hivyo, huyo anafaa sisi tunafaa anafaa kujichunguza sana. Kwa hivyo tunaomba kama vile mwenye neno leo limetuambia katika Isaia 40 kutoka pale 3 mpaka 11. Hebu wewe mtazamaji wetu, katika Biblia yako ingia ndani, hata rudia hiyo maneno tena. Rudia hiyo maneno tena ili ukaweza kujua, je, wewe uko katika hiyo grupu ya mahua, ile zile kondoo ambazo Mwenyezi Mungu anasema zitarara katika kifua yake. Kwa kuwa neno tumesema ni mwangaza. Ili ukaweze kukaa katika mwangaza, lazima uzidi kusoma neno la Mwenyezi Mungu Wanjiku. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo tunashukuru sana wewe ambao mtazamaji wetu ambao umekuwa pamoja na sisi katika neno. Lakini sasa Wanjiku, sasa tumetoka katika neno, sasa tumekuja